Movie inafungua kwa kutuonesha mdada anaitwa Aisha na mumewe anaitwa Ahmed. Mumewe anamwamsha mkewe ili waende zao kazini na anamkumbusha kama leo ni pia ni anniversary yao ya ndoa. Aisha alikuwa ameshasahau tayari kama leo ni anniversary yao. Wana walikuwa na upendo sana. Basi mzee wakatiza mitaa ya Kariakoo kulitafuta duka lao lilipo. Wakati wapo njiani, stori ni nyingi mno. Aisha akamwambia mumewe kama vipi kama ataenda kijini kutembea, itakuwa vizuri kama ataenda wote. Ahmed akaguna, ila hakuwa tayari kuna kijijini kwa kipindi hichi. Akamuuliza, hivi uko Pangani kuna kingamuzi cha DStv? Maana siwezi ishi bila kuangalia Liverpool, lakini mimi ni mkeo. Ahmed akamwambia sawa, ila toka nikuoe wewe ni miaka 6 tu na naipenda Liverpool sasa hivi miaka 20. Mwana Liverpool mwenzangu huyo, you never walk alone. Basi wakafika dukani. Kumbe walikuwa na miliki duka kubwa tu la Famous na milao mali yao kabisa. Tukitoka mjini tunatupo kijijini, ndani ya kijiji cha Pangani, Tanga hiyo mzee alipozaliwa mapenzi. Unaonyeshwa kijana mmoja anaitwa Ibrahim anaingia nyumbani kwa mwenyekiti wa kijiji, wanasalimiana pale. Mwenyekiti anamuita mwanawe ambaye anaitwa Mustafa. Mustafa anakuja ukumbini. Mwenyekiti anaanza kusema kwamba familia yenu ya yangu imekuwa pamoja toka enzi babu yangu na zimefanya biashara kwa pamoja. Wazazi wako walifariki ukaja kwangu ukaniuzia shamba la minazi, na kila baada ya hapo kila ukihitaji pesa nilikuwa nakusaidia. Ibrahim akasema naelewa na nitakurejeshea. Naelewa kama utanitarejeshea, lakini tuachane na hali. Basi mwenyekiti akamwomba Ibrahim kama anataka Miriam ambaye ni mdogo wake Ibrahim aolewe na Mustafa ambaye ni mtoto wa mwenyekiti, na mwenyekiti akaahidi kumsamia hela zote anazomdai. Ibrahim akakubali. Tunatupa ubali mwingine ambao yupo huyo jamaa ambaye anaitwa Rama. Huyu jamaa ana mke na mtoto mmoja. Mwanawe anakuja na kumwamsha, baba, na leo umelala kwenye kochi? Kumaanisha analala sana kwenye kochi. Mtoto akamuuliza tena, kuna siku hizo unalala kwenye kochi baba? Kwa sababu mama yako hataki kulala chumba kimoja na mlevi. Kwanza njoo ujiandae uende shule. Huyu dogo anaitwa Ali. Rama akamwambia mkewe, Mungu tu anajua kwa nini nimekuoa. Kwa sababu yule mwanamke ambaye ulikuwa unamtaka amekuacha Solemba, ameenda kuolewa na mwanamume mwingine huko. Upande mwingine tunamwona huyu Miriam anaenda kumchukua mtoto wa Ibrahim ambaye anaitwa Arafa shule. Baada ya hapo wakawa narudi nyumbani. Kufika nyumbani anamkuta Ibrahim na mkewe wanaongea. Kumuona wakasimama. Wakamwambia kuwa kuna habari njema, kuwa unatakiwa kuolewa. Basi Miriam akampigia simu dada yake ambaye anaitwa Aisha. Akamwambia kuwa ana habari njema, nimeposwa. Umeposwa? Aisha akashangaa. Ila habari hakuitaka kabisa Aisha, ila ikabidi akubali tu maana kutaka ndugu yake ashtuke. Miriam akamwambia, hiyo sina habari njema na unatakiwa uje kwenye maandalizi ya harusi. Aisha akakubali. Aisha akamtaka Miriam ampe simu Ibrahim aongee naye. Miriam akampa. Aisha akasema, ndio umefanya nini? Kwa hiyo ndio umemwoza ndugu yangu na unajua fika nilikuwa nataka ishi na mimi huku. Ibrahim akajibu, mpaka lini? Utakuja kumchukua mpaka lini? Miezi inakatika, miaka inaenda, lakini huji kumchukua. Ila Aisha anasema sio rahisi, lazima nijipange, na hata kukaa huku pia sio rahisi. Unaongea nini? Wewe nakutumia hela kila mwisho wa mwezi. Kumbe Aisha anamtumia Ibrahim hela ili amtuze familia, lakini hizo hela yeye anaenda kuzilewa tu na kubeti. Mwisho Aisha akamwambia nakuja kesho. Muda baadaye Ibrahim anaenda klabuni. Rama akasema mpisheni shemeji yangu akae. Ibrahim akamwambia kama ndugu yake ameposwa. Rama akaulizwa na nani? Na Mustafa. Yule boya, unampa dada yako yule boya, karejea sana yule, ni bora ungenipa mimi. Ibrahim akamwambia kama kwa kushinda Aisha utamweza Miriam, ni matani hapa na pale tu. Huku kwa Aisha yupo na mumewe, wameenda dina kusherehekea miaka 6 ndoa yao, ila Aisha akawa hana furaha kabisa. Hapo ndo tunajua kuwa mumewe Ahmed hataki wageni nyumbani kwake, yani hataki familia kabisa, anataka wawe wao wawili tu kama wao. Ndio maana miaka yote hiyo Aisha anashindwa kumleta ndugu yake mjini, na mchizi hataki hata kula kijijini kuangalia familia ya mkewe. Ahmed baada ya kuona Aisha kakasirika, ikabidi amwambie kama ataenda kumpeleka ila hatokaa, atampeleka na kurudi tu, na atakuja tena kumchukua wakati wa kuondoka. Aisha akakubali. Basi safari ikaanza mpaka kijijini. Miriam alifurahi sana kumwona dada yake, akamwita wifi yake ambaye anaitwa Samira. Basi Ahmed kumfikisha mkewe akaaga kuwa anaondoka. Wakaingia ndani. Aisha akamwambia, kwa hiyo ndo umenikomoa? Una uhakika kama nataka nije nikuchukue tukesho wote da? Miriam akauliza, mpaka lini? Ninataka kujipanga tu. Hadi lini? Sababu ya Aisha kutomchukua Miriam ni kwa sababu ya mumewe, huwa hataki wageni kabisa. Miriam anaona bora tuolewe, hataki kukaa nyumbani kupika na kuosha vyombo, bora awe na familia yake tu. Aisha alimbembeleza sana Miriam kama asiolewe, ila Miriam akamwambia kama utaondoka na mimi kesho nitakubali kuongozana na wewe, bila hivyo ataolewa tu. Mida ile akaingia Ibrahim akauliza, umeingia saa ngapi? Muda sio mrefu. Na Ahmed ndo ameondoka na hiyo Prado. Watu wa kijijini waliongelea sana ile kuhusu Prado. Huyu jamaa hafanyi kazi kabisa, kazi yake ni kukopa na kunywa pombe tu, ni mvivu mno. Hata familia kwao Aisha ndo anaishughulikia kwa kutuma hela. Ilipofika usiku kama kawaida, Ibrahim klabuni, mkewe akamwambia,
hata hujazipokea mahari vizuri, ushaanza kuzitumbua ba. Mkewe akamchana sana na Ibrahim. Ibrahim akamwambia, umemaliza, naweza kuondoka sasa. Huyo akasepa. Alipofika kilingeni akamwambia Rama kuwa Aisha kaja. Jamaa pembeni akauliza, yule aliyoshuka na Prado? Ibrahim akajibu, ndiyo. Rama akawa na shauku kubwa ya kujua anaonekanaje. Ibrahim akamkataa kuwa hawezi kumpata tena Aisha. Basi wakaigiza vinywaji pale wakanywa. Huku Aisha wakawa wanaongea kuhusu masuala ya ndoa. Si unaelewa, Miriam ana shauku kubwa ya ndoa na haelewi chochote kile. Akamuuliza dada yake pale. Dada yake akamwambia kila kitu. Mwisho akamwomba ampeleke Arafa shule. Aisha akakubali. Mida asubuhi akampeleka shule. Akakutana na Bibi Male. Ni wale walimu ambao kila mwanafunzi kamsomesha. Wewe sijui ni mwalimu gani ambaye unamkumbuka. Baada ya hapo akaenda makaburini kuangalia makaburi ya wazee wao. Kisha akaondoka kurudi nyumbani. Wakati upo njiani akakutana na Rama. Rama akamwita. Basi wakasalimiana pale, wakaulizana moja na mbili. Mwisho Rama akasema atampitia jioni ili waongee. Aisha akakubali. Mida baadaye watu wanachambua mchele. Watu wanasubiri muda apige mpunga tu. Huku ndani Miriam ameandaliwa na harusi. Miksa piko na maandalizi mengine. Mida jioni ilipoingia, Rama leo kapiga nguo nzuri sana, hajawahi kuvaa hata siku moja. Mke alipoingia ndani akamuuliza, safari ya wapi hiyo? Kiwa umeuramba hivyo? Rama akasema, nimeuramba tu. Hivi si mnavyovaa kila siku? Usinifanye mimi mjinga. Nimesikia Aisha kaja kwenye harusi ya mdogo wake. Hivi mwanamume una nini wewe? Mwanamke anaendeshwa na brada atakutaka wewe. Kwani wewe nani? Fundi bodaboda? Rama akamwambia, mimi siendi kwa Aisha. Nenda zangu baa tu. Mke akamzuia hakuna kutoka hapa. Rama akafusa akatoka. Akaenda kwa kina Aisha. Akagonga mlango kwa kono lake la kulia. Aisha akafungua mlango. Akamuuliza, uko tayari pende? Aisha akamwambia, subiri nijiandae na kuja sasa hivi. Mida ikafika na akatoka. Wakaanza kukumbushia enzi zao na enzi za mapenzi yao. Ilikuwa ni utoto lakini inaonyesha ni walipendana sana. Mwisho akaenda kukaa eneo moja hivi. Chiza akaanza kushusha nondo pale. Ila Aisha akakataa akasema kaolewa na anapenda mumewe. Rama akawa tayari kumtelekeza hadi mtoto wake kwa sababu ya Aisha. Ila Aisha alimkataa. Rama akajaa na hasira na kusema, nimekuelewa sasa. Unaringa sana wewe mwanamke. Kwa kuwa una pesa, huwezi ishi na mimi. Unaishi Dar, umesoma, unaisha Prado. Unaringa sana wewe. Unatuna washamba wote hapa kijijini. Mwisho Rama akaondoka kwa hasira. Aisha akarudi nyumbani. Basi wakaanza kumhadithia ndugu yake aliyojiri. Si unaelewa mambo ya wanawake na nini? Umbea lazima upigwe hapa. Miriam akasema umeshamchamba na imani hatakusumbua. Huku kilabuni ndo anafika Rama. Wafanyakazi wake wakamuuliza, umeendaje? Akwambia kilichotokea. Kama walitoka alikuwa kapendeza sana, ila akati anamwambia kama anampenda akamtolea nje. Wakamcheka kidogo. Mfanyakazi mmoja akamwambia, bosi, huwezi kukata tamaa, jaribu tena, anaweza kukubali. Ila Rama alikataa kabisa. Abdullah akamuuliza, sasa utafanyaje? Rama akawapa maelekezo, wanatakiwa wamtafute mtu mmoja ambaye anaitwa Muhammad, yupo nje kidogo ya mji, kisha mwambie Rama anakuhitaji, kuna mwanamke anatakiwa kushikishwa adabu. Jukumu hilo tena ni kesho usiku. Kisha wakarudi. Rama akauliza kama amempa pesa Muhammad na kila kitu kiko sawa. Wakasema kila kitu kiko sawa. Mida usiku ilipofika, Abdullah hakuwa tayari kufanya lile jambo. Moyo wake ulikuwa una sita kufanya, ila mwenzake akamwambia hakuna atakayejua wala ushahidi wa kutukamata, usiogope. Huku kwa Aisha, sherehe imefanya harusi ya Miriam na leo ilikuwa ni usiku wa kigodoro. Sherehe imefana sana. Mida kidogo akaja Rama akamwita Aisha na kumwomba msamaha kwa kilichotokea jana. Aisha akamwambia si uje siku nyingine, leo ni siku ya sherehe ya ndugu yangu. Ila Rama akamtaka leo. Aisha akakubali. Alifanya kosa kubwa sana kumwamini Rama. Akaenda matembezini, akampeleka mpaka kwenye ukingo wa bahari. Akamuuliza, unapoonaje? Ni pazuri Mara anaona watu wanakuja. Rama akamwambia itakuwa ni mavuvi tu hao. Mara akamvamia na kumbaka. Wakamwingilia kwa wote. Kisha akamwacha pale. Mida ya asubuhi Miriam anaamka na amuone dada yake. Akaanza kumtafuta. Akamuuliza kwa majirani, mpaka kwa Bibi Mane, lakini hakumpata. Alipokwenda baharini akamputa kule. Basi akampigia kaka yake Ibrahim. Ibrahim akaja pale. Miriam akaomba apeleke hospitali. Ila Ibrahim akasema hapana, utampeleka nyumbani tu. Miriam hakuwa tayari kuondoka kumwacha dada yake pale. Ila Ibrahim alikuwa na roho ya kipekee kabisa. Akamchukua na kumpeleka kwao na kumpeleka hospitali. Usiku ulipoingia akawa ananuka sana. Ibrahim akamwambia lazima umpeleke hospitali. Licha Ibrahim kukataa, mwisho ikabidi ampeleke tu hospitali. Akapatiwa matibabu na akakaa sawa. Ila Aisha kila kikaa alikuwa analikumbuka lile tukio. Ilikuwa linamtesa sana. Akaja Ibrahim akamuuliza unaendeleaje? Mapolisi wanakuja muda sio mrefu kuchukua ripoti. Akamtaka asiseme kitu. Aisha akasema namjua alifanya hivyo. Ila Ibrahim anachoangalia ni haza familia yao tu na sio utu wa dada yake. Mapolisi wakaingia wakamuoji na akasema kila kitu. Ila alipotoka akasema kesi haina ushahidi wala mashahidi, kwa hiyo itatupiliwa mbali tu mpaka tupatikana shahidi. Ibrahim akaenda kumuuliza kama kweli Rama amefanya hivyo. Aisha kakiri ni yeye, akamwelekeza ilivyokuwa. Ibrahim akamwambia huo ni uzembe wako, kwa nini ulienda? Ndio maana wakakupiga mtungo ili kukushikisha adabu.
Yani Ibrahim baada ya kumpa pole ndugu yake ndo anampa maneno ya ghadhabu kabisa. Mida usiku Abdullah amwandalia uji bibi yake, lakini alikuwa na mawazo sana mpaka bibi yake akajua. Akamuuliza, una nini? Abdullah akasema amefanya kitu kibaya sana. Bibi akasema, mama yako wakati ananiachia nilikuwa tayari nishazeka, ila nimejitahidi kukuelewa kwenye misingi mizuri. Kama umemkosea mtu ni vizuri ukamfuata na kumwomba radhi. Huyo ndo atakuwa mjukuu wangu nilomlea mimi. Baada ya hapo wakaenda kulala. Mida asubuhi Abdullah anaamka anamkuta bibi yake ameshakufa tayari. Abdullah alilia sana, ila haina jinsi, ikabidi amzike tu. Huko Ibrahim anaenda kumfuata Rama na kumuuliza kama yeye ndo alomfanyia vile dada yake. Rama anajiamini sana. Ibrahim akataka kumpiga Rama. Rama akasema, kama kweli unataka nikiri, basi nitakiri, endapo na wewe utakiri. Twende ukakiri mbele. Ibrahim ikabidi aondoke, na Ibrahim na yeye ana siri zake ambazo amefanya na Rama. Siku zikaenda, Ahmed akampiga simu Aisha kama anakuja kumchukua. Ahmed akafika, ila alimkuta Aisha yupo sawa kabisa. Ikabidi amuulize. Ahmed na yeye akamkataa Aisha na mwisho akamwambia, talaka yako iko njiani, nikifika mjini nitakutumia talaka yako. Basi Aisha akaingia aibu kubwa sana kijijini baada ya kila mtu kujua kama amebakwa. Ikabidi aende kwa Bibi Male. Bibi Male akamchukua na kwenda kumshtakia kwa mkuu wa kijiji. Mkuu wa kijiji akasema kesi haina ushahidi, wakipatikana mashahidi kesi itaendelea. Basi matatizo yakazidi kuwa mengi pale baada ya Miriam naye kuachwa, kisa dada yake amebakwa. Hii ni shida kubwa sana. Baada ya siku nyingi kupita, Abdullah akaenda kutoa ushahidi. Nafsi yake ilikuwa inamsuta sana kwa kila ambacho kilichokuwa kakifanya. Basi Rama na wenzake wote wakakamatwa. Rama kuona hakuna pa kuchomokea, ikabidi atoe siri yake yeye na Ibrahim kama washawahi kushiriki mtungo na kumbaka mtu pamoja. Aisha hakutaka kukubaliana hivyo, ila Ibrahim akasema ni muda wako sasa kuangalia familia. Najua unapenda sana kwenda mjini, ila kwa sasa itabidi ubaki tu kijijini na kuweza kuiangalia familia. Na mwisho tunaambiwa kuwa kiwango cha ukatili wa kijinsia katika jangwa la Sahara imefikia 45%. Hii ni tathmini ya kidunia, na hii hadithi ni historia kweli kabisa iliyotokea huko majuu. Kuna binti aliweza kubakwa usiku wakati alipotoka na ex wake. Tunatakiwa kutoa ripoti vitendo vya udhalilishaji na tunatakiwa kujali wenzetu. Na hapo ndo kwa mwisho hii movie ya kuitwa Aisha. Mimi naitwa Mr. Coolman ama Changabao Official. Asante sana kwa kunisikiliza. Naweza kusema bye bye.